Somo letu la leo linaitwa vazi la harusi ya watakatifu. Vazi la harusi ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, fungua kitabu kile cha Mathayo sura ya 22. Anzia ule mstari wa kwanza. Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali. Yesu akajibu tena akawaambia kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawajike walioalikwa kuja harusini. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini. Nao wakakataa kuja. Akatuma tena watu kwa wengine. Akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu. Ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari. Njooni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Ishia kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana anasema kuhusiana na kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na mmoja wa mfalme ambaye alitaka kumfanyia mwanawe harusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alitaka kumfanyia mwanawe harusi, akatuma watumwa wake waende kualika watu. Akawaambia kwamba akatuma watu mstari wa 3 unasema kwamba akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatuma watumwa ili waende kualika wale walioalikwa harusini, wakakataa kuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Akawatuma. Sasa mfano huu nitaufunua kwa namna hii. Tunaposema mfalme tunamzungumzia Baba, yaani Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza mwanawe tunamzungumzia Yesu Kristo. Tunapozungumzia walioalikwa harusini tunazungumzia wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapozungumzia watumwa tunazungumzia manabii, tunazungumzia mitume. Haleluya. Lakini kwa wana wa Israeli naweza nikasema kwa leo au mpaka sasa ndio iko hivi, kwa sababu sasa hivi Israeli ni wale ambao wamemwamini Kristo. Haleluya. Yaani ni Wakristo. Naposema Wakristo namaanisha Wakristo ni wale ambao wanamfanana Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ndio wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa walioalikwa harusini ni sisi wa Kristo. Haleluya. Au ni wote ambao wamehubiriwa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hapo unaposikia mfalme ni Mungu, unaposikia mwanawe anazungumzia ni Mungu kuchukua mwili kuja kumkomboa mwanadamu. Anapozungumzia watumwa anazungumzia manabii, anazungumzia mitume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upate kuelewa hapo Bwana nini ambacho alikuwa anakimaanisha kupitia
huu mfano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mstari wa 3 tunasema akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Bwana Yesu asifiwe. Manabii wengi ambao walitumwa kuja kuonya Israeli, manabii wengi ambao walitumwa kuja kuambia kwamba jamani, tengenezeni njia zenu, waliwakataa. Bwana Yesu asifiwe. Walifanya nini? Waliwakataa. Haleluya. Yaweza kuwa leo wako watu wengi sana ambao wamehubiria Injili, wakaambia Bwana, tubuni dhambi zenu mkabatizwe kwa jina la Bwana mpate ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini waliwakataa. Haleluya. Walikataa, wakasema hapana. Natuambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakaanza kusema tutubu, tubatizwe kwa jina la Yesu. Yesu ni nani? Haleluya. Wanakataa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuma watenda kazi wengi sana ulimwenguni. Mungu ametuma watu wengi sana kuhubiri Injili, watumishi wengi, manabii wengi, walimu wengi, wainjilisti wengi, ili kuhubiria watu Injili, lakini watu wafanye nini? Hawakubali, wanawakataa. Soma sasa huo mstari wa 4. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhibika. Soma 4. Akatuma tena watu kwa wengine, akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana anawaita Israeli, Bwana anaita ulimwengu kwamba waje tayari, harusi imeshakwisha kuandaliwa, ng'ombe zimechinjwa, kama ni kuku zimechinjwa, kama ni baraka za kila aina, kama ni viti vimeandaliwa. Waje sasa ili wale hivyo vinono, lakini watu wamefanya nini? Wamekataa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema ng'ombe zimechinjwa, yaani Bwana anamaanisha kama ameandaa tayari ujazo na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ameandaa tayari umshinde ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Ameandaa. Haleluya. Kwa hiyo anaposema ameandaa vinono, amemaanisha kuishi maisha matakatifu. Ameandaa kwa sababu yako wewe, ameandaa kwa sababu ya wote wanaohubiriwa Injili, ameandaa kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia vinono viko tayari, kumshinda ibilisi kuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kufanyika mtoto wa Mungu kuko tayari, kupokea karama ziko tayari. Hivyo ndio vinono vya Bwana. Haleluya. Usianze kufikiria hapa ni ng'ombe, usianze kufikiria hapa ni nyama. Haleluya. Bwana anamaanisha vinono, Bwana anamaanisha ng'ombe, anamaanisha ni yale matokeo baada ya kumpokea Roho Mtakatifu. Unapokea nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Unapokea kuishi maisha matakatifu, unapokea karama mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Uje ufurahi mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Uje ufurahi mbele za Bwana. Hivyo ndio vinono ambavyo Bwana anavyovizungumzia. Hazungumzii vinono kama msosi tunaokula huu. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema kwamba tumekombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi vinono si vitu vya kuharibika. Haleluya. Ndivyo ambavyo Bwana ametuandalia. Watu wanaoenda harusini, wanapoenda kula nyama, kwenda kula kuku, vinaharibika. Baada ya masaa machache wanaenda chooni, vinatupa vyote wapi? Chooni. Sasa basi hivyo ni vinono. Ni vinono vya muda. Haleluya. Lakini sisi ambao tumejazwa na Roho Mtakatifu, tutabaki kukaa na Roho Mtakatifu, tutaishi maisha matakatifu, tutaishi tabia njema.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutaenda mbinguni na tabia njema. Usifikirie kwamba karama ambazo umezipata kwamba zitapotea. Hapana, karama utazidi kuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio vinono visivyoharibika. Haleluya. Kumjua Mungu na kufurahia maisha ya wokovu, hivyo ni vinono. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Endelea mtu wa Mungu, mstari wa 5. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu hawakujali. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya wale watumwa kutumwa, hawakujali. Yaweza kuwa Bwana ametumwa mtu kwako, lakini haukujali. Yaweza kuwa hata sasa haujali. Haleluya. Unaambiwa kwamba tafuta Roho Mtakatifu, lakini hujali. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa funga, lakini haujali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengi hata ambao wamehubiriwa, ambao wako kule leo, tunapaza sauti makanisani, tunapaza sauti kwamba jamani, acheni kusuka, lakini watu hawajali. Bwana Yesu asifiwe. Acheni kuleta michezo kwenye nyumba ya Bwana, lakini watu hawajali. Bwana Yesu asifiwe. Hata wengi wao watumishi wengine wanawakamata, wanawaweka jela kwa sababu wameambia kwamba nini mnachokifanya, mnafanya mabonanza kanisani kwa Bwana, wakati maandiko yanasema kwamba nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu hawajali. Ndivyo jinsi ambavyo Bwana anafananisha na harusi ya mtoto wa mfalme. Tunaposema mtoto wa mfalme, tunazungumzia ni Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Je, ndugu yangu, wewe unajali? Uko harusini? Bwana Yesu asifiwe. Je, unakula vinono vya Bwana? Haleluya. Je, unaishi maisha matakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Vazi lako ni lipi? Haleluya. Kama wewe haujawa na vazi la utakatifu, kama wewe bado umekataa vinono vya Bwana, umekataa jina lako usiandikwe kwenye kitabu cha uzima, umekataa usiongozwe na Roho Mtakatifu, maana yake umekataa vinono, umekataa kuwa sehemu ya harusi, umekataa kuwa sehemu ya watakatifu, umekataa kuwa sehemu ya mlisi pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wajali. Unaweza kukuta mtu labda yuko kanisani, sio kama yuko kanisani kwamba anajali sana na kanisa, hapana, bali yeye anajali na biashara yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi ambao wako kanisani si kwa kujali neno la Bwana, bali kwa kujali kazi zao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawa sasa ndio wanaofananishwa na watu ambao wengine wakaenda kwenye biashara. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakaenda kwenye mashamba. Haleluya. Yaani kwamba umeshahubiriwa injili ya kweli, unafundishwa neno la kweli, lakini wewe unachojali nacho si kila ambacho unachohubiriwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake umekataa kuwa sehemu ya harusi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Umekataa kuwa sehemu ya mlisi pamoja na Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi uko kanisani. Unaweza ukawa kanisani umekataa. Yaani wewe umedharau ile, uko wapi? Kazini, uko kwenye biashara, uko kwenye mashamba. Yaani yale matunda, ule unono hauna habari nao. Habari ya karama huna habari nazo. Habari ya kuishi maisha matakatifu huna habari. Unaangalia nini? Nifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Endelea mtu wa Mungu kusoma hapo. Basi yule mfalme akaghadhibika, akapeleka majeshi yake, ndio akawaangamiza Wagalilaya, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi hii tayari,
lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya yule mfalme kuona kama watu wamekataa na wameua watumishi wake, akaamua kwenda kuwateketeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Akaenda kwa nini? Kuwateketeza. Haleluya. Ndio maana leo tunaona Israel anapitia changamoto kwa sababu ya walimkataa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wanapitia mavita kwa sababu walimkataa nani? Walimkataa Bwana. Hata wewe nataka nikwambie, kama utakapokataa njia za Bwana, usitegemee kuwa kama utakuwa salama, kwa sababu umekataa watumishi, kwa sababu umekataa neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakuteketeza. Utaona mambo hayaendi. Kwa sababu gani? Umekataa watumishi wa Bwana, umekataa neno la Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Rudia mstari wa 10 au mstari wa 9. Basi enendeni hata njia panda za barabara, basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. na wote mwaonao waiteni harusini. Baada ya Israeli kumkataa Bwana Yesu, Bwana akasema ninao mataifa mengine. Bwana Yesu asifiwe. Akatuma watumishi wengi, akatuma mitume, wakaja kuhubiri injili Afrika, wakaenda kuhubiri injili kwenye mabara mengine. Bwana Yesu asifiwe. Tukapata neema hiyo ya kumjua Bwana. Haleluya. Ni kwa sababu Israeli walifanya nini? Walikataa. Hata sisi leo tutakapokataa injili ya kweli ndani ya nyumba ya Bwana, Bwana ataenda kuleta watu wengine. Haleluya. Hiki kitu akiishi tu kwa Israeli walichokifanya, bali hata wewe ambao umekwisha kujua, umeshakwisha kuitwa kwenye harusi ya Bwana, umekwisha kuitwa kwenye ufalme wa Bwana, utakapokataa kweli, utakapokataa neno la Mungu, utakapoacha kuishi maisha matakatifu, Bwana ataenda kuita watu wengine barabarani. Haleluya. Bwana ataenda kuokoa watu wengine waje kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usitegemee kwamba Bwana anashtushwa na wewe ulio umeandaliwa vinono, umealikwa harusini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwanza harusi ya Bwana ni tofauti sana na harusi za wanadamu. Harusi za wanadamu mpaka utoe mchango. Bwana Yesu asifiwe. Lakini harusi ya Bwana utoe mchango. Yaani wewe umeandaliwa kila kitu, ni miguu yako tu ni kukubali, mmekubali, unaenda kwenye harusi na unapokelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na umeandaliwa kiti kizuri. Haleluya. Hauhangaiki, unatumikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi tulioitwa ndani ya nyumba ya Bwana, tutakaposema Bwana ninaumwa, Bwana atakuponya. Utakaposema Bwana adui zangu wamesimama, Bwana atakupigania. Haleluya. Kwa kuwa umekaa sehemu ya mfalme, sehemu ya mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo mkono wa Mungu wenye nguvu, ndivyo na wewe utakavyotumika pamoja na nguvu za Bwana. Haleluya. Usijitofautishe na kujiona kama wewe ni wa kawaida, lakini itakuwa ni makosa makubwa kwako wewe utakapokataa nguvu za Bwana, utakapokataa vinono. Haleluya. Nguvu za Bwana nazifananisha kama vinono. Haleluya. Kwa sababu kienda utakapoweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Haleluya. Watu watakaokuwa watagawa na mapepo utatoa mapepo. Wewe una uwezo gani wa kutoa mapepo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakushangaa utakaposema urudi kule, uende kwenye vitu vyako. Haleluya. Ukatae nini? Ukatae kile ambacho Bwana amekupa vya bure vya thamani. Haleluya. Watu wanasahau. Unajua, wakati mtu hajaokoka huwa anashangaa sana. Yaani mtu anaweka mkono tu halafu mtu anapona. Ni mkono tu. Lakini baada ya kuokoka na Mungu akampa uweza huo, akaanza kunena kwa lugha, akaanza akiteketeza. Kama kuna mchawi
amemtembelea, anasikia kishindo kinalipuka, mwanadamu huwa anajisahau, anaanza kuona tena vile vitu sio vya maana, anaanza kuona kama hii karama niliyoipata ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni uzoefu mkubwa, wakati ambapo ulipokuwa unaona nabii anatabiri. Kipindi hujapokea karama ya unabii, hivi ulikuwa unajisikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Kipindi ninaona nabii anatabiri, nabii wa kweli, nilianza kufikiria kumbe manabii wapo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nafurahia, na nilikuwa nafurahia kila nikiona nabii anatabiri, nafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia nabii wa kweli, sizungumzii manabii fake. Haleluya. Nilifurahia kuona nabii anatabiri, tena nabii wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nilifurahia. Haleluya. Yaweza kuwa hata wewe ulikuwa unafurahia kuwa mmoja wale ambao wamealikwa harusini, lakini baada ya kualikwa harusini kazi zako zimekuwa za maana, tena umekataa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona tena ile kuombea wagonjwa, unaona sio tena kazi ya thamani, ila kazi yako ni ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka tuwe watu ambao tunakubali kualikwa harusini na tukae harusini na tule vile vinono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hata huko kwenye biashara zako, kwenye kazi zako ambazo utakazokuwa unaziona ni za faida kuliko vinono ambavyo Bwana amekuandalia, hautapata faida yoyote, maana vitateketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema kama akawateketeza wote, anamaanisha ni kuwatupa wapi? Jehanamu. Anamaanisha pia kama hutafanikiwa wewe kwenye kazi ambazo umezikimbilia kwenda kuzifanya na ukadhalau wokovu wa Bwana, hautafanikiwa, hautakuwa na matunda. Ndio anamaanisha kuteketeza. Maana yake anaondoa baraka yake kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba ni heri kuwa na maisha ya kawaida kuliko kuwa na maisha ya utajiri halafu na mateso makubwa. Ni heri maisha matakatifu kuliko kuwa na fedha nyingi na majuto. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine anaweza kusema mbona nimepata fedha? Yes, unaweza ukapata fedha, unaweza ukaona umepata mafanikio ya kimwili, lakini mwisho wake ni jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Endelea mtu wa Mungu. Watumwa wale wakatoka wakaenda nchi ya ukungu, ndio wakakusanya wote waliowaona waovu kwa wema, harusi ikajaa wageni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo wewe umekataa, Bwana anaenda kuinua waovu, anaoleta kanisani waje waokoke, waache njia zao mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo wewe unalingalinga labda kumtukuza Bwana, Bwana anaenda kuinua yule aliyekuwa mcheza disco, anakuja kumbadilisha, anakuwa anamchezea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wewe unaona kama wewe ni una cheo kikubwa, Bwana anaenda kuinua mwenye cheo kikubwa zaidi yako, anakuja kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usimlingie Bwana. Haleluya. Nyenyekea mbele za Bwana ili upate kula vinono vya Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Bwana anaenda kuinua wema, anaenda kuinua waovu, halafu anawaleta. Kama vile ambavyo Bwana alikuja kuinua mataifa ili tumjue Bwana. Haleluya. Kipindi kile Bwana alikuwa anatumika na taifa. Haleluya. Alikuwa anatumika na Israeli. Yaani Israeli ndio ilikuwa inaonekana taifa takatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati ambapo wanamwacha Bwana, yeye akaamua kuja kujiinulia mataifa mengine. Lakini sasa akaja kwa namna nyingine. Bwana akabadilisha, akatoka kwenye utaifa wa kimwili, anakuja kwenye utaifa wa kiroho. Yaani kwa kila anayemwamini Bwana, huyo ni taifa takatifu. Kila ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo wa Nazareth, huyo anakuwa ni Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni taifa. Wakati ambapo wewe Israeli, wewe sasa ambaye umemwamini Bwana, wewe Israeli, naposema Israeli, naposema Mwisraeli,
ninazungumza na wewe Mwisraeli ambaye umejazwa na Roho Mtakatifu, ambaye umebatizwa kwa jina la Yesu, lakini sasa unashindwa kuishi maisha matakatifu, unashindwa kuendelea kuliishi neno la Bwana au kuzishika amri za Bwana. Wewe ulivyo, unapokataa, Bwana anaenda kuinua mtu mwingine, anaenda kuinua waovu na wema ambao wewe ulikuwa unajiona kama uko vizuri sana. Bwana anaenda kuinua watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mpaka 14. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje huku nawe huna vazi la harusi? Naye akakekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako tulio la kufanya neno, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Haleluya. Lakini alipoingia yule mfalme ili kutazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Pointi yangu iko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa tumemwamini Bwana. Bwana ametutoa kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ametutoa kwenye mateso. Lakini Bwana atakapoingia hapa akaona mtu ambaye hajavaa vazi la harusi. Vazi la harusi ni maisha matakatifu. Vazi la harusi ni matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vazi la harusi ya mwana kondoo ni vazi moja tu, ni maisha matakatifu. Maandiko yanasema kwamba iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Wakati ambapo utakuwa kwenye harusi halafu vazi lako sio la harusi, maana yake wewe si sehemu ya hiyo harusi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa na Bwana ndani ya kanisa, lakini kama una vazi la harusi, maana yake wewe sio wa hiyo harusi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wasuka nywele makanisani, hao si hawajavaa vazi la harusi, sio sehemu yao. Bwana Yesu asifiwe. Hawafanani na harusi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waongo walioko kanisani hawana vazi la harusi. Yaweza kuwa unaweza ukawa uko kanisani lakini bado hujavaa vazi la harusi. Haleluya. Wale wenye chuki, Bwana Yesu asifiwe, ambao wako kanisani hawa hawajavaa vazi la harusi. Bwana Yesu asifiwe. Je, ndugu yangu, umevaa vazi la harusi? Atakapokuja bwana harusi, atakapokukuta haujavaa vazi la harusi, Bwana Yesu asifiwe, hautakuwa sehemu ya hiyo harusi. Bwana Yesu asifiwe. Vazi la harusi, vazi lako ni lipi? Ni la harusi au ni vazi la kulalia? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamevaa mavazi ya kulalia lakini wako harusini. Kuna watu wamevaa mavazi ya kikahaba lakini wako harusini. Kuna watu wamevaa mavazi ya ukamanda wakati wako harusini. Harusini hakuna kamanda. Bwana Yesu asifiwe. Harusini hakuna wanafunzi. Haleluya. Harusini hakuna mavazi ya kikahaba. Haleluya. Ndio maana tunasema ambao wanavaa mavazi ya kikahaba na wanasema kama wako kanisani wanatarajia kuingia mbinguni, na wanasema kama wataingia mbinguni. Harusi ni ufalme wa Mungu. Maana yake kama vaa vazi ambalo sio harusi, maana yake sehemu yako sio kwenye hiyo harusi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila vazi lina sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni muongo, vazi lako ni la kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni msengenyaji, vazi lako ni la ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna bwana harusi wa kuzimu, utakuwa umevaa vazi la kuzimu.
Umechanganya, baada ya kuingia kwenye harusi ya waenda mbinguni, wewe umevaa vazi ya harusi ya waenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa umekosea labda mlango. Haleluya. Tafuta vazi la harusi, tafuta mlango wa kweli, ili ukapate kusimama katika harusi ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. 12 nasema, akawaambia, rafiki, uingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapoingia kwenye ufalme wake, hataki kuwepo mtu ambaye ni mtenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo Bwana kishuka mahali hapa, anatazama, naona kuna mtu ambaye hajavaa vazi la harusi, anasema kwamba huyu sio sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima mavazi yafanye nini? Yawe ni aina moja, liwe ni vazi la harusi. Bwana Yesu asifiwe. Vazi la harusi tunajua huwa kuna sare za harusi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna nguo ya bibi harusi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na bibi harusi huwa anatengenezewa vazi na bwana harusi. Haleluya. Na sisi wote tuliomwamini Bwana, sisi ni bibi harusi. Bwana Yesu asifiwe. Na bwana harusi ametuandalia vazi, na ile vazi aliyotuandalia ni kuzishika amri zake, na hapo ndipo tunakuwa tumevaa vazi la bibi harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe hujavaa vazi la bibi harusi, umevaa vazi gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama umevaa vazi la kaka, hapana, hapa ni bibi harusi peke yake. Haleluya. Na vazi la bibi harusi linaandaliwa na bwana harusi. Maandiko yamesema, iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Haleluya. Na hilo ndilo vazi ambalo bwana harusi analinunua kwa ajili ya bibi harusi. Alilinunua pale msalabani kwa ajili ya bibi harusi. Maana yake kwamba kusamehewa dhambi na kubatizwa kwa jina la Yesu na kujazwa na Roho Mtakatifu, hilo ndio vazi la bibi harusi. Ni moja, hakuna mavazi mawili. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa kwenye harusi kutakuwepo makaka, lakini anayeenda kuolewa ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anaenda kuolewa ni mmoja. Ijapokuwa kutakuwa kuna dada, lakini anaenda kuolewa ni mmoja. Na kanisa ndiye bibi harusi, ndiye anayeolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hatujali sisi, hata mseme hata watu waseme kama makanisa yote yametokana si na Roman, yametokana na TAG, yametokana na nini, haijalishi. Lakini vazi ni moja. Wewe hata useme ni kaka mkubwa, mimi ndo nilianzisha, mimi si nifanya ni nini, mimi ndo nilikuwa siku ya kwanza ya Pentekoste, sijui ya nini. Vazi ni moja, ni matunda yanayotokana na kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi ya msalaba ni peke yake ndio ambayo inadhihirisha vazi moja la harusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, wewe ndugu yangu, umevaa vazi gani? Unaweza kuwa ni miongoni mwa wale ambao wameitwa, lakini wao wamejali na kazi zao. Umealikwa harusini, lakini hauko sehemu ya harusi. Umealikwa harusini, lakini uko sehemu ya wanyang'anyi, lakini unasema uko harusini. Yaani ni kusema kama upo kanisani, lakini akili zako zote haziko kanisani. Uko kwenye ibada, lakini akili zako zote haziko kwenye ibada. Unasikiliza neno, lakini akili zako zote haziko kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ndo anamaanisha ni vazi. Hilo ndo anamaanisha kwamba ukamilifu wako, je, akili zako ziko kwenye harusi au akili zako ziko kwenye nini? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema nimeokoka na nampenda Bwana, lakini hujaokoka. Akili yako imejaa biashara, akili yako imejaa mafanikio ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema hilo silo vazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mfalme akamwambia watumishi, mfungeni mkono na miguu,
mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakakokuwa kilio na kusaga meno. Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kuhudhuria kwenye harusi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama una vazi la harusi, unatolewa nje. Wewe ambaye sio mtakatifu, hautaulizwa ufalme wa Mungu. Haijalishi upo kanisani, haijalishi unahudhuria kila siku, haijalishi, bila vazi la harusi utatupwa nje. Tunaweza sisi tusikuone, lakini Bwana anakutazama vizuri. Uko kanisani, hujavaa vazi la kanisani, hujavaa vazi la mbinguni, umevaa vazi la kidunia. Bwana anakutazama, anasema kwamba utafungwa mikono. Maandiko yanasema kama aliwaambia watumishi wake, mfungeni mtupe nje kwenye giza. Huko nako ndiko kuna kulia na kusaga meno. Uliyebakiza kauzinzi kidogo, upo kanisani. Uliyebakiza kauongo kidogo, upo kanisani. Sehemu yako ni sehemu yenye giza, kwenye kilio na kusaga meno. Tafakari njia zako. Uko harusini na vazi la harusi, bado hujachelewa. Vaa vazi la harusi ili ufanane na bibi harusi. Haleluya! Kama hujavaa vazi la bibi harusi, maana yake wewe hautaolewa. Haleluya! Kwa sababu hujavaa vazi la bibi harusi. Haleluya! Vazi la bibi harusi ni maisha matakatifu. Hata kama uko kanisani hauna vazi la bibi harusi, ni sawa na bure. Bwana harusi lazima kupe vazi, na hilo vazi ni maisha matakatifu na kuliishi neno la Bwana. Haleluya! Fungua kitabu kile cha Yeremia sura 29. Nisomee mstari wa 5. Riko sekara baba setepa. Haleluya! Haleluya! Riko sekaya ma. Haleluya! 29:5 Yeremia. Ndio. Jengeni nyumba, mkae ndani yake. Pandeni bustani, mkale matunda yake. Endelea siku. Oeni wake, mkazae wana na binti. Kaozeni wake wana wenu, mkaoze waume binti zenu, wazae wana na binti, wakaongezeke huko wala msipungue. Bwana Yesu asifiwe. Ishi hapo. Haleluya! Bwana anasema kama jengeni nyumba mkakae. Kaa kwenye maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kaa kwenye maisha matakatifu. Kaa hapo, jenga nyumba hapo, usitoke hapo. Haleluya! Jenga msingi imara kwenye maisha matakatifu. Jenga msingi imara kwenye toba. Endelea kujitakasa. Haleluya! Maandiko yanazungumzia habari pia ya mtu ambaye aliyejenga nyumba kwenye msingi chini ya mchanga na mwingine kwenye mwamba. Watu hawa ni watu wawili tofauti. Unaweza ukajenga nyumba, lakini hiyo nyumba umejenga chini ya mchanga. Ni wewe ambaye umetazama kazi zako za msingi kuliko kutazama neno la Bwana. Wewe ambaye umetazama sana kazi zako ambazo unaziona zinafaa, halafu baadaye kumtumikia Mungu ni part time, sehemu ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Ninaweza nikawa sijui nimetumia neno gani hapo, part time, muda wa ziada, nadhani ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba kwenye kazi ya Mungu ni muda wa ziada, ila kwenye kazi zako ndio zinachukua akili yako yote na kila kitu, lakini mbele za Bwana unakaa muda kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema kwamba jengeni nyumba
Yaani anasema kama akili zako zote ziishie kwenye kuishi maisha matakatifu, ziishie kwenye kushika amri za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jengeni nyumba, na maandiko yanasema kwamba mkakae ndani yake. Tukae katika maisha matakatifu. Haleluya. Kaa kwenye maisha matakatifu, maana kwenye maisha matakatifu ndipo kwenye vazi la Mkristo, kwenye vazi la harusi ya Mkristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea anasema, kapandeni bustani mkale matunda yake. Haleluya. Utakapopanda bustani kwenye maisha matakatifu, ni lazima utaanza kuonekana unatenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Hausemi uongo. Bwana Yesu asifiwe. Unawafadhili wengine. Bwana Yesu asifiwe. Unaombea wengine. Hapo ndipo ambapo umepanda bustani na umekula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Umeanza kuangaza. Maana yake kwamba utakapokuwa unaishi maisha matakatifu, ni lazima utakatifu wako utaonekana kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo ndiyo matunda ya kupanda bustani. Na hiyo bustani inapoanza kutoa matunda, lazima matunda yaonekane. Bustani ni nani? Bustani ni Yesu Kristo wa Nazareth. Wakati ambapo naishi kulingana na mapenzi ya Yesu Kristo wa Nazareth, ndipo ambapo utazaa sana, ndipo ambapo utaangaza sana, ndipo ambapo watu wengine watachuma matunda kwenye bustani, kwa sababu ni Yesu Kristo wa Nazareth. Lazima mti wa bustani unatoa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mti wa matunda. Panda mti, panda bustani. Haleluya. Panda bustani na ukale matunda yake. Matunda yake ni upole, ni wema, ni fadhili, ni kuishi maisha matakatifu. Na hiyo bustani ni nani? Bustani ni Yesu Kristo wa Nazareth. Unapokuwa unasoma neno, unachuma matunda, unakula. Haleluya. Yale matunda yanajijenga ndani yako, baadaye anaanza kutoka hata kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mkale matunda yake. Haleluya. Oeni wake mkazae wana na binti, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazae wana na binti, mkaongezeke huko wala msipungue. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokula matunda ya mti wa Bwana Yesu Kristo wa Nazareth, ndipo ambapo lazima na watu wengine waje kupitia wewe. Haleluya. Ndipo anaposema kama nendeni mkawaoze, yaani nendeni mkawatangazia habari watu pia waje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ijapokuwa Bwana hapa alikuwa anazungumza na wana wa Israeli, anawaambia kama wataenda uhamishoni, na anawaambia mkienda huko sasa mkajenge nyumba. Haleluya. Hata sisi tumekuwa watumwa. Israeli walikuwa watumwa wa Babeli, lakini sisi tumekuwa watumwa wa ufalme wa Bwana Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Ni lazima na sisi Bwana anatuambia tujenge kwenye utumwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Tujenge kwenye utumwa wake. Haleluya. Lazima tukajenge kwenye utumwa. Alikuwa anawaambia kama mtaenda Babeli, na huko mkienda Babeli mkajenge nyumba, mkalime na bustani, mkale na matunda yake, maana mtakaa sana huko. Haleluya. Lakini mimi nataka nikwambie kama sisi ambao sasa tumeenda kwenye utumwa wa kumwamini Bwana Yesu Kristo wa Nazareth, wa kuishi maisha matakatifu, na kuambia kwamba jenga nyumba, panda matunda ya bustani na ukale matunda yake, na ukaongezeke na kuwaleta watu wengine kuja kwenye utumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukishafanya hivyo, vazi lako litakuwa takatifu mbele za Bwana. Lakini kama ukiona kujenga hapo ni shida, basi sehemu yako ni sehemu ya giza, na sehemu ambayo utalia na kusaga na meno, utatupa kule nje. Anaposema akawaambia watumwa, wakamateni hawa, mfungeni huyu, mkamtupe kwenye giza, na huko ndiko kuna kulia na kusaga meno. Anamaanisha kama wapo malaika ambao wako tayari siku akisema tu kwamba ndio mwisho, watakukamata, watakutupa, hutafurukuta, kwa sababu vazi lako ni la huko.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nataka nikwambie, jenga sasa nyumba yako kwenye maisha matakatifu. Haleluya. Usijenge nyumba yako kwenye maisha ya dhambi. Haleluya. Unajua watu dhambi, watu wajichukulia tu kama dhambi, kutukana tu, kusengenya tu, kuchukia tu. Dhambi hata pale ambapo Bwana unaiba muda wake, halafu ukaweka kitu kingine hapo, hiyo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema wengine wakimbilia kwenye mashamba yao. Kuna habari pia za pale za mpanzi, habari za mpanzi. Haleluya. Mpanzi nadhani ni Luka tafutia habari za mpanzi. Haleluya. Haleluya. Kama kuna mtu anapakumbuka kwenye habari za mpanzi, naweza kanikumbusha ni sura ngapi? Luka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Habari za mpanzi zinazozungumzia habari nyingine, mbegu nyingine ilidondokea kwenye mwamba, haiwezi kuota. Nyingine ilidondokea kwenye njia, ikakanyagwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kastawi. Bwana Yesu asifiwe. Nyingine ikadondokea kwenye udongo mzuri, lakini kwenye miba. Haleluya. Miba ni nini? Umestawi, lakini kuna vitu vinakuzongazonga vya kidunia, vinakukosesha amani. Sina nyumba, sina pesa, nijitahidi nitafute pesa. Hapo kuna miba, hiyo inakuzonga songa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anajua habari za mpanzi, anaweza kutafuta kwenye kitabu cha Luka. Haleluya. Luka ndio ndio. Basi mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano, mpanzi alikwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, ndio wakakanyagwa ndege wa angani wakazila. Zikakanyagwa ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka kwenye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Soma sasa 11. Na huo mfano maana yake ni hii. Ndio. Mbegu ni neno la Mungu. Mbegu ni neno la Mungu. Na uliyejua neno. Wewe ambaye umesikia habari za toba, umesikia habari za msamaha wa dhambi, hilo ni neno ambalo Bwana amelipanda ndani ya maisha yako. Endelea. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao. Kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao. Kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao. Wakati ambapo unaanza kuona ni kama upendelei tena neno la Mungu, ni kama unaona ni vitu ambavyo vya kale sana vimepita, Ibilisi ameanza kuondoa lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Ibilisi ameanza kuondoa nini? Neno. Haleluya. Endelea mtu wa Mungu. Wasije wakaamini na kuokoka. Wasije wakaamini na kuokoka. Na wale kwenye mwamba ndio wale ambao wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi. Uamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa kujitenga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kulipokea neno kwa furaha sana. Nataka niwe mtumishi, nataka nihubiri Injili, nataka niwe, utaona la juhudi kweli mwanzoni, juhudi ya kutosha. Siku tu akimbananisha akalala na njaa, basi
Kama utumishi ni hivi, basi simtumikie tena Mungu. Ni kwa sababu hana mizizi. Hakujua kama kwenye kumtumikia Mungu kuna kulipa gharama pia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo mbegu iliangukia kwenye mwamba, na ndani yake ile neno alikuzaa mizizi, halikuwa na mizizi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna nyakati ambapo mtu inatakiwa afundishwe ili ile neno lizae mizizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni hatari pia kwa mtu atakapochukua tu jepesi litakuwa juu ya mwamba, halina mizizi. Haleluya. Ndio shida ya watu wa leo, hawataki kufundishwa ili lile neno lizae mizizi. Wanavichukulia vya juu tu. Baada ya hapo kunakuwa na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tuende kwenye kitabu kile cha Mathayo. Rudi Mathayo 11, soma 29 na 30. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tutakapokubali kubeba nira ya Bwana, tutapata raha. Haleluya. Sisi ambao tumekubali kuvaa vazi la bibi harusi, lazima tukubali kubeba nira yake. Nira yake ni kuzishika sheria, ambapo unalazimisha kusema uongo ili kusema ukweli, ambapo na mtu anakuja ili kusengenya wewe mwambia nitolee masengenyo yako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio nira. Tena maandiko yanasema hiyo ndio nira yake ni nyepesi, mzigo wake wala sio mwepesi. Yaani sio mzito. Mzigo wake ni mwepesi. Haleluya. Kusema ukweli unajua ni kitu rahisi sana, lakini wote tumekifanya kuwa kigumu kwa watu ambao bado wanaongozwa na Ibilisi. Mtu hawezi kusema ukweli kwa furaha, anataka ajifiche. Haleluya. Ndio kuna wale ambao nao wanasema unajua usiongee sana ukweli. Ukweli wewe pasua tu ukweli. Haijalishi wewe utakuwa na madhara gani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi utakuwa na madhara gani. Haleluya. Na mimi nishasema tukiongea tukiwa wawili, nikitoka hapo ujue nitakuja kunyosha vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukija kama labda unamteta mtu, mimi nitakuja ninyoshe vile vile hata mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Usitegemee kama nitaenda kusema lakini mimi nitamwambia mimi nisijulikane. Hapana. Wakristo hatuko hivyo. Tunanyosha hivi. Haleluya. Tulipoongea wawili uwe na uhakika hayo maneno ambayo tumeongea wawili. Tukiwa tena watu 10, useme hayo. Bwana Yesu asifiwe. Pinda ile sijui nini, hakuna cha pinda. Ni kunyoka. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio mzigo mwepesi. Mzigo mzito ni pale utakapoanza kusema nianze kuzunguka, unajua ilikuwa hivi. Hiyo ni nira ya Ibilisi, sio nira ya Bwana. Nira ya Bwana muda wote tuko huru. Nilisema hivi. Basi. Haleluya. Kwamba nilikosea, ninaomba unisamehe. Basi. Hakuna cha unajua mimi nilikosea ni kwa sababu ilikuwa hivi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio yenu na ile ndio, na sio yenu na ile sio. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyakati tunaenda kuharibu, tunaita eti kuna hekima ya kuongea uongo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hekima ya kuongea uongo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ndio yenu na ile ndio, sio na ile sio. Msimamo wako ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema kwamba ukiona unasita kwenye kusema ndio hapana, ujue hilo neno linatoka kwa nani? Linatoka kwa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Linatoka kwa Ibilisi. Kama umekubali kuvaa vazi la harusi ya Mkristo,
Ni lazima uwe mkweli. Haleluya! Ni lazima usiwe msengenyaji. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia, ukisema na mimi kwa siri, ujue kabisa hata siku ambapo nitakuja kusema evidence nitasema vile vile. Haleluya! Kama una maneno yako hana uhakika, kanaye usiniletee. Bwana Yesu asifiwe. Usiniletee. Bwana Yesu apewe sifa. Wakristo hatuna pinda pinda, tumekubali kuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alinyosha, aliwaambia yeye na Farisayo wanafiki, na hakuacha kuambia wanafiki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi leo tumekuwa watu wenye hekima sana na nini. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hekima sio kupotoa haki. Haki inabaki kuwa haki. Hakuna hekima ya kutokutaka. Kuna watu ambao wanataka hekima lakini wanataka wajifiche. Yani wao wanataka waonekane safi ila wasionekane wabaya. Mimi nataka nikwambie hivi, wakati ambapo umekuta na hatia, kubali hatia. Bwana Yesu asifiwe. Kubali hatia, na huo ndio moyo unyenyekevu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye ni mnyenyekevu ambaye hakubali hatia. Kubali hatia, na wewe moyo wako unakushuhudia una hatia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uko kanisani, uko nyumbani kwa Bwana, umealikwa kwenye harusi, lakini bado vazi lako umelishona tofauti na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Vazi ni moja tu, utakatifu. Basi. Bwana Yesu asifiwe. Ni utakatifu basi. Maandiko yanasema kwamba imani moja, Bwana mmoja, ubatizo mmoja. Madhehebu yote, vazi hilo ni moja, injili ni moja, ni utakatifu basi, ni mwonekano mmoja basi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata wewe tutofautiane, si kuna nini, Bwana anaangalia ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na utakatifu ni kuyaishi maisha matakatifu. Na utakatifu ni nani? Na utakatifu ni Bwana Yesu Kristo wa Nazareth. Kama una Bwana Yesu Kristo wa Nazareth, wewe huwezi kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tukubali kuvaa vazi la utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hilo ndilo neno la Bwana ambalo ameliachilia siku ya leo, na Mungu apate kuwabariki. Twende tukamshukuru Bwana.